name. Kwa jina la Yesu. Soon as the man put the money in her hand, mara tu mtu yule alipopea I instantly told her to turn around and thank you. Mara aligeuka na kumwambia asante. When she turned around, alipogeuka, nobody was in the parking lot. Hakuna mtu yote alikuwa pale. Because the power of God, kwa sababu nguvu za Mungu, the prayer of God, maombi ya Mungu, and the prayer of the righteous na maombi ya wenye haki will always prevail. Kila wakati yatadumu. When you're old, kama una ujasiri, when you know your authority, kama unajua baba yako, God will send heaven Mungu ambaye to assist you in any situation, atakusaidia katika hali to zozote, help you with anything. kukusaidia na chochote kile. When you only believe, kile ambacho tunastahili when you only believe, kama tu wewe utaamini, when you only believe, kama tu wewe utaamini, when you only believe, kama tu wewe utaamini. The next one, inayofuatia, we're going to read it. Tunaenda kusoma. It says in verse 11, anasema katika mstari wa 11, give us this day utupe leo our daily bread. riziki yetu. Give us this day utupe leo our daily bread. Riziki yetu. Now let me tell you something. Basi acha nikwambie kitu. Being a believer, Waaminio, being a saint of God, kuwa mtakatifu wa Mungu. Do you not know Je, haujui that when you learn to pray like this, ya kwamba unahitaji kuomba hivi? the bread represents provision. Ya kwamba mkate inasimamia upeanaji. It represents finances. Inasimamia fedha. It represents wisdom. Inasimamia hekima. It represents knowledge. Inasimamia maarifa. And because of that, na kwa sababu ya hiyo, do you not know je, haujui that when it says daily, ya kwamba inapomaanisha kila there's something do you daily? Kila kitu ambacho kinatendeka there's kila daily siku. Bread do you daily? Mkate ya kila siku. There's daily provision do you daily? Upeanaji kila siku. I want some of y'all to get that in your spirit. Because God wants you to know kwa sababu Mungu anataka ujue He'll provide for you daily. ya kwamba atakupatia kila siku. If you're willing to ask Him. Kama unaenda kumwomba. The reason why we don't see prayer sababu sisi hatusemi maombi work in our lives like it should, kufanya katika maisha yetu inavyostahili, because we're not asking Him anything. kwa sababu hatumuombi kila siku. Most of us only come to church. Wengi wetu tunakuja kanisani. This is the only time we pray. Hii ndio siku tu tunaomba, kama sasa tunaomba. We ain't praying at the house. Tunatuomba nyumbani. We just praying when the pastor asks us to tunaomba pray. tu wakati mtumishi anatuambia tuombe. But your relationship lakini uhusiano wako with God na Mungu ain't predicated on the apostle. Imewekwa ndani ya Mungu. Ain't predicated on the pastor. Na imewekwa kwa mtumishi. Ain't predicated on the ministers. Your relationship with God na Mungu is predicated on you. Imewekwa ndani yako. God wants to talk to you. Mungu anataka kuzungumza na wewe. God wants you to talk to Him daily. Mungu anataka uzungumze naye kila siku. I'll provide for you daily. Atakupatia kila siku. If you're talking to me daily, utazungumza naye kila siku. I'll give you what you need. Atakupatia kila ambacho unahitaji. unahitaji. If you're requesting it daily, kama unaiomba kila siku. I'm a good father. Mimi ni baba mzuri. I'm a good father. Mimi ni baba mzuri. He is a good father. Yeye ni baba mzuri. Many of you, wengi wenu, the problem why shida kwa nini you don't see answers happen immediately, hampati maombi ikitendeka because kila many of wakati. us think when we do wrong, Ni kwa sababu wakati mwingi tunapofanya makosa, God is punishing us. Mungu anatupatia anatuadhibu. He's a good father. Yeye ni baba mwema. He gives us the ability Anatupatia uwezo to repent, ya kutubu, and He instantly na mara ghafla forgets about it. anasahau. He wants to do for you daily. Anataka kukufanyia kila siku. Just because you do one thing wrong, si kwa sababu unafanya jambo don't baya, mean your father won't provide. haimaanishi kama baba yako hatakupatia. How many parents we have in the building? Wangapi wewe wazazi wangapi tuko nao If katika you're a parent kama wewe ni mzazi and you have to discipline your child, na unaweza kumdhalimu mtoto wako, you ain't gonna withhold no meal from them. hautaweza kushikilia You still chakula. know you gotta cook for them. Bado utahitaji You kumpikia. still know they gotta eat. Bado utahitaji You gonna withhold hautaweza kushikilia the necessities you know they need. kile ambacho anahitaji. You know they gotta sleep somewhere. Unahitaji kulala mahali. You know you gotta help them do this. Unajua unafaa kumsaidia And help fanya them do that. na kumsaidia fanya And if hivyo. you're willing to do that for your Na child, basi kama unahitaji kufanya vile why kwa do mtoto you wako, think God ain't willing to do that for you? basi kwa nini unafikiria Mungu hawezi His kukufanyia mercies are vile? new every morning. Neema zake ni mpya kila His asubuhi. love is everlasting. Upendo wake ni wa milele. The Bible says He married to the backslider. Biblia inasema ya kwamba yeye anachukia wale ambao wanarudi nyuma. He'll never leave you nor forsake Lakini you. hata kuacha wala You kukupungukia. may walk away from Him, Waweza kutembea kutoka but kwake, He'll never walk away from lakini you. yeye hatawahi kuacha. So you need to know Basi unahitaji kujua He's ready to give you daily ya kwamba bread. yuko tayari kukupatia mkate wa kila siku. He's ready to give you daily Yuko provision. tayari kukupatia upeanaji wako wa kila All you siku. got to do is ask Kile Him. ambacho unahitaji ni kumuuliza. All you got to do is know
legislate. Jinsi ambavyo unafaa kusimamia kitu kile. Is this good to you? Yeye ni mwema kwako. 12, and I'm gonna read through these. It said, and forgive us our debts as we forgive our debtors. I'm gonna stop right there. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Utusamehe deni zetu kama sisi tunavyowasamehe wadeni wetu. One of the number one things jambo la kwanza hapa that hinders prayers ambacho kinazuia maombi is unforgiveness. Ni kutosamehe. If somebody does you wrong ikiwa mtu anakukosea and you refuse to forgive them, na ukatae kumsamehe, it hinders your prayer. Inazuia maombi yako. You can't get prayers answered. Hauwezi pata majibu ya maombi because you refuse kwa sababu ulikataa to act like God. Uweze kufanya kama Mungu. The Bible says inasema that we are to be shapen ya kwamba tunafanya na kutengenezwa into the image of Christ. Katika sura ya We're supposed to walk like Him. Basi tunahitaji kutembea kama We're supposed to talk like Him. Basi tunafaa kuongea kama yeye. We're supposed to have His attitude. Basi tunafaa kuwa na tabia zake. We're supposed to promote His statutes. Basi tunafaa kuendeleza tabia yake. We're supposed to walk in His ways. Basi tunafaa kutembea katika njia zake. And many times, na mara nyingi when somebody makes us mad, wakati mtu anatufanya tunakasirika, or someone offends us, ama mtu anatukosea, we get mad and we don't want to deal with it. Tunakasirika na hatutaki kuongea na wao tena. Many people leave the church watu wengi kutoka kanisani because they're offended, kwa sababu wamekosewa, never doing pasipo kufanya what the Bible tells kile us. ambacho Biblia inatuambia tufanye. He said, if you're offended with your brother, kama umekosewa na ndugu yako, go to your brother. Mwendee ndugu yako. He didn't say leave your brother. Hakusema kwamba mwache ndugu yako. He said go to your brother. Alisema mwendee ndugu yako. Try and work it out. Jaribu kuitatua. If he don't receive you, na kama hata kukubalia, this will bring a witness. Basi kuna yule shahidi. Try to work it out. Leta shahidi na mweze kujaribu. If he don't receive you, na kama hata the Bible kutatua, says bring it before the church. Biblia inasema ilete Do kanisani. your best to work it out. Utaifanya iweze kutatua. And if you cannot work it na kama out, haiwezi the fanyika, last step is let them become a basi fool. hatua ya mwisho unasema acha wewe, Because they refused mercy. kwa sababu walikataa neema. God is a merciful God. Mungu ni Mungu wa neema. He expects you to give mercy. Anahitaji wewe ukapeane pia If neema. you're battling with some sickness, Kama tumejiwekea magonjwa, some disease, maradhi, many times mara nyingi the reason why you can't see healing kusudi ambayo huwezi pata uponyaji over that area juu ya maelezo zako is because you got unforgiveness. ni kwa sababu haujasamehe. You got to forgive. Unahitaji kusamehe. Many people ask, Watu wengi wanauliza, how do I know I've forgiven jinsi somebody? gani nitajua nimesamehe mtu? And I tell them this, Na niwaambia hivi, if that individual ya kama mtu huyo walks into a room that you're anaingia in, katika nyumba na wewe upo, and it don't offend you that they're in the room, na hauwezi kasirika anapoingia katika nyumba and it hiyo, don't upset your atmosphere, anakasirishi you mazingira have yako, truly forgiven them. basi kwa kweli But umemsamehe. if that individual walks in the room, Lakini ikiwa mtu huyo ataingia katika chumba and you all of a sudden get an attitude, na mara tu unapata tabia and fulani your spirit changes, na roho yako inabadilika and your demeanor changes, na unaanza tabia yako inabadilika, you have not forgiven basi them. hautasamehe mtu Though huyo. you said it out your mouth, Hata kama ulisema katika kinywa you chako, really have not forgiven bado them. hautakuwa umemsamehe. God wants you to forgive Mungu anataka usamehe totally. kikamilifu. I don't know who that's for, Na sijui, but if you got some family members, lakini kama una watu wa if familia, you got some kama friends una marafiki that used to be friends, ambao walikuwa marafiki, if you got something has happened to you traumatic, kama kuna kitu kibaya ama cha uchungu kilitendekea, rape, uliweza kunajisiwa, molestation, uliweza kuteswa, anger, hasira, somebody has fought you, mtu aliweza kukupiga, just something horrible. kitu kibaya tu, Even in those situations, hata katika hali you zile still have to forgive, lazima usamehe, because forgiveness kwa sababu msamaha is the key ni ufunguo to causing the kingdom of God ya kusababisha ufalme wa come Mungu down uweze kushuka chini and move for you. na kuweza kutembea kwa niaba I don't yako. know about you, Na sijui kwa sababu but I gani, want the kingdom lakini nataka to ufalme always move. kila wakati ukatembea kwa niaba yangu, I don't want to shut up heaven, na sitaki, nataka because I need my blessings. kwa sababu nataka baraka I zangu, need my blessings. nataka baraka I don't zangu, know about you, na sijui wewe, but I need everything lakini God nataka can kila give me. kitu kizuri ambacho Mungu ananipatia. And then it says this. Na pia inasema hivi, It says, lead us not to temptation, ya kwamba usitutie majaribuni, but deliver us from evil. lakini tuokoe na yule For mwovu. thine is the kingdom, Kwa kuwa ufalme ni wako and the power, and the glory, na nguvu na utukufu forever. Amen. hata milele. Amina. So when you're praying the Lord's Prayer, Basi unapoomba ombi hili la He Bwana, told you anakwambia
He said, lead us not into temptation. ya kwamba asitutie You're majaribuni. praying the Lord's Prayer all the time. Ukiomba ombi hili la Bwana kila wakati, And you're pausing even on each scripture na uweze kusita katika kila kifungu and applying it to your life. na kuweza kufanya iwe yako katika maisha You yako. say, Lord, don't lead me into Na temptation. unasema kwamba Bwana usinitie katika Don't majaribu. let my foot slip. Usiwache mguu wangu uteleze. Don't let me get caught up in a relationship. Usiwache nikapata katika Don't uhusiano. let me get caught up in fornication. Usiniwache nipate katika unajisi. Don't let me get caught up in adultery. Usiniwache nikapatwe katika usherati. Don't let me get caught up in being a liar. Usiniwache nikapatwe nikiwa simba. Don't let me get caught up being a manipulator. Usiniwache nikapatwe nikiwa naotesa watu. Don't let me get caught up looking at the women. Usiniwache nikapatwe nikitazama wanawake. Don't let me get caught up looking at the men Usiniache nikapatwe nikiwa niangalia in the wanadamu wrong way. katika njia isiyokupendeza. Keep my eyes holy. Fanya macho yangu kuwa matakatifu. Keep my heart holy. Weka moyo wangu mtakatifu. It says right here Anasema ukiwa hapa that God will do that. ya kwamba Mungu atafanya The hivyo. Holy Spirit will guide you. Roho Mtakatifu And atakuongoza. then it says this, Na pia anasema hivi deliver us from evil. ya kwamba tuokoa na yule mwovu. That means don't let me go into the wrong place Ya kwamba hii inamaanisha usiniache nikaingie mahali pasipo. that will cause me to be hurt, Na ambacho kitasababisha mimi or nikuumize. cause me to be killed. Itasababisha mimi kuuawa. It says deliver us from evil. Hii inamaanisha kwamba hajakuongoza katika maovu. Do you not know that God will protect you Je, unajua kwamba Mungu aweza kukulinda and lead you away from evil na things? kuongoza kutoka kwa mambo yote maovu? Many times Mara nyingi we suffer tunateseka because we ignorantly kwa sababu hatujui, don't pray these prayers hatuombi ombi hili. when the Lord would guide us to all Lakini things. Mungu ni Mungu wa kila The Bible says kitu. the Holy Ghost will reveal all truth. Biblia inasema Roho Mtakatifu anafunua kila kitu. There's sometimes Basi wakati mwingine that you got to hear what the Holy Ghost is telling you. unahitaji kusikia kile ambacho Roho Mtakatifu anakuambia. Tell you a story. Kuambia hadithi yako. I prayed this prayer. Nimeomba ombi hili. And one particular day, Na siku moja I had worked a long shift. nilikuwa na wakati mrefu sana wa kufanya kazi. I had worked like 16 hours. Nilifanya kazi kama masaa 16. And I was so tired Na nilikuwa nimechoka that sana. I fell asleep on my couch. Na nikaweza kulala kwenye kiti But changu. I knew I needed to go to the community over. Lakini nilijua kwamba nilikuwa nafaa kuenda katika And vijiji. it was about an hour and a half drive. Na ilikuwa ni sali moja na nusu But kuendesha while I gari. was sleeping, Lakini nilipokuwa nalala, the Holy Ghost shook me out my sleep. Roho Mtakatifu alinitingiza kutoka usingizi. Eric, you need to get up and pray. Akaniambia Eric, unastahili kuamka na kuomba. Eric, you need to get up and pray. Eric, unastahili kuamka na kuomba. You need to rebuke death. Unahitaji kukemea kifo. And I was like, Lord, I'm tired. Na nikamwambia Bwana, nimechoka. I've been working 16 Nimekuwa hours. nikifanya kazi masaa 16. Can I not have any rest at Hata all? siwezi kupumzika kidogo. You get up and pray until I tell you to stop. Amka uombe hadi nikwambie So ukome. I got up, rolled over, Basi nikaamuka hit my knees, nikapiga magoti yangu. and I was tired as everything. Na nilikuwa nimechoka na kila But I kitu. began to pray. Lakini nilianza na I kuomba. began to shake the flesh off Nilianza of me. kutingiza nyama And I tena. began to get in the spirit. Na nikaanza kuingia katika And I roho. began to pray in Na tongues. nikaanza kuomba katika And ndimi. I began to rebuke death. Na nikaanza kukemea And kifo. it lifted up off of me. Na ikaweza kuinuka And kutoka I fell kwangu. back to sleep. Na nikarejea tena And kulala. I didn't get about 2 hours more sleep Na baada ya masaa mawili because my alarm went off. kwa sababu alamu yake And ikazima. I rolled into town, Na nilipoenda drove an kule hour and a half away. na nikaendesha gari lisali But moja on my unusu. way back, Lakini nilipokuwa in narejea America, we have red lights. katika Y'all, red lights. alipofika pale na ambapo taa zile nyekundu zilipokuwa And zimewaka we have large intersections. na kulikuwa na kule kukatanishwa And kukubwa, in America, we have tracks for trucks. na kule Marekani kuna zile tuseme malori 2-3 times the size of your big trucks. Anasema ya kwamba kule Marekani kuna malori makubwa mara 3 kushinda ya huku kwetu. They are huge. Ni makubwa sana. And I come to the intersection. Na nikakuja katika